unaweza kutenda. Kwa wewe unaweza kutuokoa. Kwa wewe unaweza kutuvusha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Bwana, utendaye kazi kwa viwango vyako. Roho Bwana, utendaye kazi kwa viwango vyako. Roho Bwana, utendaye kazi kwa viwango vya miujiza. Ufananishwe na nini Mungu wangu mwenye nguvu? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, haujawahi kupungua nguvu. Roho Mtakatifu, haujawahi kupungua neema. Roho Mtakatifu, haujawahi kupungua miujiza. Roho Mtakatifu, haujawahi kupungua kutenda. Ni asubuhi nyingine ambayo tunategemea msaada wako. Tunategemea neema yako. Tunategemea roho ya kushinda. Tunategemea roho ya kunyenyuka. Tunategemea roho ya kustawi. Tunategemea roho ya kuongezeka. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Hakuna uganga utakaosimama. Hakuna miungu itakayosimama. Hakuna majoka atakayosimama. Kila tamko la uharibifu ambalo adui amelisimamisha, hilo tamko halitafanikiwa. Huo uganga hautafanikiwa. Huo uchawi hautafanikiwa. Hiyo miungu haitafanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunavaa neema na uweza. Tunavaa neema na mamlaka. Tunavaa neema na utisho. Tunavaa neema na kustawi. Tunavaa neema na kuongezeka. Tunavaa neema na kuongezeka. Tunavaa neema na mpenyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tutembelee tena kwa nguvu zako. Tutembelee tena kwa uweza wako. Tutembelee tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Utendaye mambo makubwa ya kushangaza na kutisha. Utendaye mambo makubwa ya kushangaza na kutisha. Uko peke yako Mungu. Uko peke yako Jehova. Uko peke yako niko. Uko peke yako kwa jina la Yesu. Na ita uweza wako. Na ita neema yako. Na ita miujiza. Na ita uwe wewe peke yako mwenye kutenda na kuokoa. Mungu unayetengeneza balance ya dunia. Unatengeneza balance ya nchi. Unatengeneza balance ya mikoa. Unatengeneza balance ya Tanzania. Katika jina la Yesu. Asante kwa sababu uweza wako na neema yako havitapungua. Mamlaka zako Bwana hazitapungua. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ni mtetezi wetu wa pekee. 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 Katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, Baba, tumesogea kwako. Itika kwa ajili yetu. Itika kwa ajili ya nyakati zetu. Itika kwa ajili ya miaka yetu. Itika kwa ajili ya majira yetu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, tumesogea. Tunasema tutakase. Baba, tumesogea katika jina la Yesu. Ungana nasi katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Ungana nasi katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Mwambie Mungu, bila wewe hakuna kitu naweza kufanya. Mwambie Mungu, bila msaada wako hakuna kitu naweza kufanya. Ninategemea msaada wako pekee. Mwambie Mungu, nifanyie ofa. Nifanyie ofa ya nyakati. Yamkini ni kweli nimepita kwenye aibu miaka mingi, lakini saa ya wewe Mungu kunipitishia ofa. Ni saa ambayo milango ya emergency ifunguke kwa ajili yangu.
Mwambie Mungu, niko hapa. Kama wewe hujafanya, hakuna anayeweza kufanya. Kama wewe hujanisaidia, hakuna anayeweza kunisaidia. Kama wewe hujanitetea, hakuna anayeweza kunitetea. Mwambie Mungu, nahitaji ofa yako. Mwambie ofa yako, ofa. Nifanyie favor kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kila tamko lililotamkwa juu yako, kila mamlaka zilizotamkwa juu yako, kila neno la uharibifu ambalo adui amelitamka kwenye malango yako, hilo neno la uharibifu linaondoka. Hilo neno la mashambulizi linaondoka. Hilo neno la machozi linaondoka. Hilo neno la misiba linaondoka. Hilo neno la majanga linaondoka katika jina la Yesu. Yamkini umetamkiwa hakutakuwa na neema juu yako. Yamkini umetamkiwa hautaamka, au yamkini umetamkiwa hautafanikiwa maisha yako yote. Hayo maneno yaliyotamkwa kwenye malango yako yanaondoka. Nasema na wewe ardhi, sikia neno hili katika jina la Yesu. Sikia neno hili, sikia neno la mamlaka, sikia neno la mamlaka katika jina la Yesu. Ondoka na kuachia, ondoka na kuachia malango ya mama yule, ondoka na kuachia malango ya binti yule, ondoka na kuachia malango ya mama yule, ondoka na kuachia malango ya kijana yule katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Mwingine ameibiwa kibali cha uso, natangaza kurejeshewa kibali cha uso. Natangaza kurejeshewa kibali cha moto. Natangaza kurejeshewa kibali cha kuinuka. Natangaza kurejeshewa kibali cha kupendwa na mume wake. Natangaza kurejeshewa kibali cha kuinuka. Ofa za nyakati, ofa za Roho Mtakatifu, ofa za malaika, 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 ofa za kuongezeka, ofa za kuzidishwa, ofa za kupokea vitu na watu katika jina la Yesu. Ofa za kuzidishwa, ofa za kuzidishwa, biashara zikiongezeka, afya ikiponywa katika jina la Yesu. Tazama mama yule yamkini na ugonjwa wa tumbo. Baba, ninakwenda, ninalituma neno, nalituma neno linaokwenda masafa marefu, iwe ni kwenye mifupa linaanza kuponya, iwe ni kwenye mifupa linaanza kuponya, iwe ni kazini linaanza kuponya, iwe ni kwenye biashara linaanza kuponya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila neno la uharibifu lililotamkwa juu yao halitafanikiwa. Neno la uharibifu halitafanikiwa katika jina la Yesu. Hilo neno la uharibifu halitafanikiwa. Hiyo ngome haitafanikiwa. Huo uchawi hautafanikiwa. Hiyo miungu haitafanikiwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rakaterebokose. Katika jina la Yesu. Mtenda maajabu ni wewe. Mtenda maajabu ni wewe. Rakaterebokose. Na achiria msaada. Achiria msaada. Achiria msaada mahali ambapo hawawezi, mahali ambapo wameshindwa. Achiria msaada mahali ambapo akili zao zimeshindwa kabisa. Achiria msaada katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tenda maajabu ni wewe. Mwambie Mungu, niko hapa. Roho Mtakatifu sipungue. Roho Mtakatifu sipungue. Roho Mtakatifu sipungue. Niwekee alama kati yao waliosogea karibu.
kati yao wasaidi wao na nguvu zako. Niwekee alama. Kwenye ibada iliyopita tuliomba Mungu atuwekee alama, lakini mwambie Mungu, niwekee alama. Nipe ofa, nipe ofa, nipe ofa. Najua wanaohitaji kubarikiwa ni wengi, lakini nipe ofa saa hii tu mimi. Nipe ofa majira kama haya, nipe ofa. Yamkini wanaohitaji kuponywa ni wengi, lakini nipe ofa. Nimekuja kwako Bwana. Walio wajane ni wengi, lakini mimi nahitaji msaada kwako. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu. Yamkini chuoni tuko wengi, lakini nahitaji msaada utokao kwako. Mwambie Mungu, mwambie Mungu. Kama sio wewe, hakuna kitu naweza kukamilisha. Mwambie Mungu, kama sio mkono wako, hakuna mahali naweza kufika. Mwambie Mungu. Baba, katika jina la Yesu, nifanyie ofa. Fanya ofa juu ya watu wako waliokusudiwa kwenye wakati kama huu, waliokusudiwa kwenye majira kama haya, waliokusudiwa kwa jina la Yesu, waliokusudiwa kwa jina la Yesu, waliokusudiwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza tangazo kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Natangaza tangazo kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Saa ya uzima, saa ya kuponywa, saa ya kuinuka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anayepita pagumu, natangaza kutoka kwenye huo ugumu, natangaza kutoka kwenye huo uzito, natangaza kutoka katika jina la Yesu. Wakati wa Bwana ndio huu, majira ya Bwana ndio haya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya uwezo wako, asante kwa sababu ya kibali chako. Wewe ni Mungu unayetosha, unayetenda. Matendo yako ni makubwa, ishara zako ni za kutosha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu wa miungu, asante Jehova Nisi, katika jina la Yesu. Ungana nasi katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, na Yesu mtenda maajabu atafanya. Amini kwamba anakusikia, amini kwamba anakutazama, na yuko tayari kusikiliza haja za moyo wako. Peleka haja zako kwa Mungu wako. Umwambie Mungu, nifanyie ofa. Wanaoomba wako wengi duniani, lakini nifanyie ofa leo tu. Naomba nifanyie ofa. Yamkini nimeomba ni mara nyingi, lakini nifanyie ofa. Nifanyie ofa. Nimfanyie ofa. Nifanyie ofa. Nifanyie ofa. Mwambie nifanyie ofa. Mwambie nifanyie ofa. Rakaterebokofekete. Ofa upande wa mashariki, ofa upande wa magharibi, ofa upande wa kaskazini, ofa upande wa kusini, ofa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. I command any spirit power. Nina command kila mamlaka za ulimwengu wa roho zenye kutoa vitu, zenye kutoa baraka, zenye kutoa neema, katika jina la Yesu. Any satanism spirit, I destroy any network katika jina la Yesu.
kila network za uharibifu ambazo adui ameziungamanisha na hatua za vijana hawa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tazama mama yule, tazama baba yule, tazama kijana yule, tazama wote, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye neema. Tumesogea kwako tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Peleka haja zako kwa Mungu. Mwambie Mungu asubuhi hii, mwambie Mungu asubuhi hii iwe ni asubuhi mpya kuliko asubuhi zingine zote. Tarehe hii iwe ni tarehe mpya kuliko tarehe zingine zote. Lakini pia uwe ni wakati wa mimi kuchiriwa, wakati wa wewe kunichiria, wakati wa wewe kunikumbuka. Yamkini wako waliokumbukwa kwenye majira yao, na mimi yawe na majira yangu ya wewe kutenda, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ungana nasi, ungana nasi. Mwambie Mungu, niko hapa, msaada wako nitokee, nguvu zako sinitokee, neema yako initokee, roho ya kupendelewa, kusaidiwa, kupiganiwa, kutetewa, roho ya mpenyo, katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Lakini tutajifunza kidogo katika kitabu, tutajifunza kidogo somo linalokwenda kwa jina linaloitwa spiritual offer. Spiritual offer au ofa za ulimwengu wa roho. Ofa za ulimwengu wa roho. Wakati tunazungumzia ofa za ulimwengu wa roho, yamkini haujawahi kuziona ofa za ulimwengu wa roho. Yamkini na unapokuwa unasikiliza mahubiri haya, unaona ni kama mahubiri haya kuhusu yanawahusu watu wengine. Lakini fahamu, kwa kadiri unapokuwa umepewa nafasi ya kusikia, basi pia una nafasi pia ya kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika nyakati zote ambazo Mungu anawasaidia wanadamu, huwa hawasaidii wanadamu wote. Kuna majira ya mwanadamu kuchiriwa, kuna majira ya wewe kuchiriwa, na kuna majira ya binti kuchiriwa, na kuna majira ya kijana kuchiriwa, na kuna majira ya mzee kuchiriwa, kuna majira ya mama kuchiriwa, na kuna majira ya baba kuchiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kwenye ibada mko 90 au kwenye ibada mko 1000, Mungu anaweza akawachiria watu 3 tu, hao wakawa na ushuhuda wa kwamba hapa tumemwona Mungu. Yamkini wengine walipoona watu wanashangilia, wanafurahi, wakasema na wao wamemwona Mungu. Lakini kuna kumwona Mungu binafsi. Haleluya, 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 haleluya. Na Mungu anapenda mwanadamu ambaye amemwamini. Anapenda mwanadamu ambaye amemwamini na ana uhakika wa kwamba Mungu wake anaweza. Ana uhakika ya kwamba Mungu wake anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo linaitwa spiritual offer au ofa za ulimwengu wa roho au ofa za nyakati. Tunapotembea na somo linaloitwa ofa za nyakati, tumejifunza kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye ibada iliyopita tulijifunza kwa habari ya nyakati. Mungu akiwa anawawekea alama, anawawekea alama watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumejifunza kwa habari ya Mungu
anapowawekea alama watu, anategemea mabaya yanapokuwa yanapita, hayo mabaya hayatapita kwao. Na uwe na uhakika, dunia inaendeshwa kwa balance ya Mungu, na dunia inaendeshwa kwa kanuni za ulimwengu wa roho na kwa kanuni za ulimwengu wa mbingu. Kama Mungu hakutengeneza kanuni za mitembeo ya dunia, basi dunia isingetawalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia isingetawalika. Dunia imetengenezwa kwenye shepu ambayo mwanadamu yoyote anaweza kuikaa, awe msumbufu, awe ni mtu mwenye fujo, awe ni mtu wa namna gani, lakini dunia imetengenezwa kwenye balance ambayo Mungu anaibalansi kwenye mazingira yake. Haleluya, 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 haleluya. Dunia imetengenezewa kanuni kama ilivyo asubuhi na mchana na jioni, na kama ilivyo usiku na mchana, na kama ilivyo jua likichomoza na jua likizama, na kama ilivyo wakati wa mvuli na wakati wa masika, na kama ilivyo wakati wa kuvuna na wakati wa kupanda. Hizi nyakati zote zinatofautiana. Kuna wakati wa kupanda, ukienda kuvuna hautapata mavuno, na wakati wa kuvuna ukienda kupanda utakuwa umepishana na nyakati. Ndio maana kuna wengine wanaona ni kama Mungu hajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanapishana na nyakati. Yamkini Mungu anataka kukubariki sasa, lakini mahubiri haya unamsukumia mwingine ni kama hayakufai wewe kwa sasa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana na apewe sifa. Kwenye dunia imetengenezwa kwa kanuni, na Mungu alipoumba mbingu na nchi alitengenezea kanuni. Na hizo kanuni zisipofuatwa, hizo kanuni, uwe na uhakika dunia inapita vipindi vigumu. Kwenye dunia hii Mungu anaishi na watakatifu. Mungu haishi na watu ambao wanasema ni bora liende. Yaani unayohangaikia leo, Mungu anaweza kukuletea kwa wepesi. Bwana Yesu kwa sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ukianzia mstari wa 2, Biblia inasema baraka hizi zitakufuata na kukupata. Inamaanisha baraka zinaweza zikaamuliwa kukufuata. Si swala la wewe kutafuta baraka, ni swala la baraka kukufuata. Haleluya, haleluya. Ni swala la baraka kukufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni swala la baraka kukufuata. Yamkini unafanya bidii kutafuta fedha, yamkini unafanya bidii kwenda mashambani, yamkini unafanya bidii kufanya biashara, lakini kwa nini unafikia mahali zinakuwa ni ngumu kuzikamilisha? Jua kuna ofa. Kama ofa ikitokea ya kupata kwako, uwe na uhakika utapata. Biblia inasema hivi, Filipo akasema, Yesu tufundishe, mwalimu tufundishe nasi kuomba. Yesu akasemaje? Akasema, mkiwa mnaomba mwambieni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Utupe leo riziki yetu. Inamaanisha anetoa nafasi ya kuwapa watu vitu ni Mungu. Na kama Mungu hakuachilia ruhusa, wewe unafahamu hivyo vitu haviwezi kutokea. Na kwa nini haviwezi kutokea? Kuna mahali panatengenezewaga ruksa. Ni sawa na kwamba unahitaji vitu kwenye serikali, lazima watakwambia andika barua. Na ukishaandika ile barua, kuna mahali napita kuidhinishwa. Je, hicho kitu unachokihitaji upewe au usipewe? Haleluya, 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 haleluya. Hata kama ni hera, hata kama ni pesa umeweka benki, bado unapokwenda kuzichukua, kuna mahali pa kuandika sahihi kwamba ninatoa fedha zangu, ninatoa fedha, lakini wanakuambia andika sahihi. Haleluya. Au wanakuambia andika namba ya siri.
Lakini kama ile namba ya siri kwenye mfumo imebadilishwa au kwenye mfumo haisomi, sasa namba ya siri ya kuvichukua vitu vilivyofichwa kwenye ulimwengu wa roho inahitaji watu walio kwenye ulimwengu wa roho wakiwa na utakatifu. Haleluya, wakiwa na utakatifu. Ndio maana dunia, kama hapakuwa na watakatifu au dunia haikuwa na mema, huwa na uhakika dunia ingekuwa imechafuka. Tufanye hivi, tuchukulie mfano dunia nzima, wewe watu ambao hawana hofu ya Mungu, kila mtu awe anaamua cha kufanya. Haleluya, haleluya. Yaani kila mtu anaamua cha kufanya. Kama ukimkasirisha mtu, haogopi sheria, anafanya chochote. Au kama ni kuiba, anaiba, haogopi sheria. Na ambaye akimkamata mwizi, naye haogopi sheria. Yaani yoyote ambaye anaamua kufanya chochote, hii dunia uwe na uhakika kwamba isingetawarika. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka somo najifunza spiritual offer. Spiritual offer. Ndio maana hata mwizi mwenyewe, kama ile roho ya wizi iliyo ndani yake, haiondoki kwa sababu amefungwa jela, au haiondoki kwa sababu amepata kipigo. Inaondoka kwa sababu kuna spiritual power command. Spiritual power command, nguvu ya ulimwengu wa roho inayoweza kuamurisha roho ya wizi kaondoka ndani ya mtu. Spiritual power command. Spiritual power command inaweza kuamuru hata mtu aliyekuwa mzinzi wa kuzidi akaacha uzinzi, au alikuwa mlevi wa kuzidi akaacha ulevi. Nini? Ni spiritual power command. Na hii spiritual power command ina majira yake, na ina majira ambayo inahitaji kuikomandi akili yako kuamini inawezekana katika vitu visivyowezekana. Yaani uanze kuamini inawezekana katika vitu visivyowezekana. Haleluya. Bwana Yesu iwe sana. Bwana Yesu iwe sana. Yaani ni hivi, Mungu anapokuja duniani, au Mungu anapomtuma mtumishi wake kuja kwenye malango yako, huwa unafahamu ya kwamba amemgharamia. Injili siku zote ni injili inamfikia mwanadamu kwa gharama. Injili inapomfikia mtu wa Mwanza, inamfikia kwa gharama. Inapomfikia mtu wa Arusha, Dar es Salaam, Mwanza, Shinyanga na mikoa yote, inamfikia mtu kwa gharama. Unapokuwa unaona majukwaa yamefungwa, waimbaji wanaimba kwenye majukwaa, wahubiri wanafanya bidii ya kuja kuhubiri, huwa unafahamu ya kwamba wanagharamia gharama ya kiwango ambacho hawezi kuilipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii gharama alianza kuitoa Yesu Kristo. Kwa gharama yake akagharamia kuja kumkomboa mwanadamu, ambaye huyu mwanadamu imefikia mahali anaing'ang'ania dunia, anang'ang'ania vilivyomo kwenye dunia, asijue ya kwamba aking'ang'ania kukaa na jina la Yesu, ndani ya uweza wa jina la Yesu kuna everything, kuna kila kitu, ambako ndani ya kila kitu anaweza kutembea. Akitembea na nguvu za Mungu, uwe na uhakika kwenye mambo aliyoshindwa jana, leo yatawezekana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ofa inawajia wakina nani? Lazima tujue nayo. Ofa inawajia wakina nani? Ofa inawajia kwa wale watu waliowekewa alama. Kwenye somo lililopita tulijizungumzia kwa watu waliowekewa alama. Ofa inapita kwa watu ambao wamepata maelekezo ya nyakati. Wamepata maelekezo ya nyakati. Kuna maelekezo ya nyakati. Mfano, kwenye wakati kama huu, Mungu anasemaje kwenye wakati kama huu? Kuanzia mwezi huu wa 7 kuelekea mwezi wa 12, Mungu anasemaje? Ni hivi, maelekezo ya nyakati. Hakuna nchi ambayo haina maelekezo ya nyakati. Hakuna nchi ambayo haina mipango ya nyakati.
Na kama ilivyo kuna mipango ya nyakati, na ndivyo hivyo hivyo hata Mungu ana mipango ya nyakati. Hata hivyo hivyo Mungu ana maelekezo ya nyakati. Maelekezo ya nyakati yanategemea wewe unaweza kusikia au hauwezi kusikia. Na kama ukiweza kusikia, uwe na uhakika kwenye nyakati ambazo wengine watapita pagumu, wewe utapita parahisi, kwa sababu Mungu amekupa maelekezo ya namna gani ya kupita. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umewekewa alama, ukiwekewa alama ya watakatifu, unakuwa kama Yusufu. Pamoja na kwamba kwenye nchi yake, nchi ya Kanani, njaa iliingia ya kutosha, lakini unamuona Yusufu kwenye mitembeo yake yote, njaa kwake haikuwa tatizo. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini pia wakati Elia anafunga mvua, anasema mvua haitanyesha ndani ya miaka 3 kwa neno langu. Haitanyesha ndani ya miaka 3. Uwe na uhakika ya kwamba Elia alifunga mvua, alikuwa na uhakika mahali pa madhabahu ya Mungu anaweza kukaa, akatulia, akala, akanywa, akashiba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na Mungu anafanya kwa mtu aliyeamini. Hafanyi kwa sababu ya jumuiya, anafanya kwa mtu aliyeamini. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Mungu anafanya kwa mtu aliyeamini. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unagundua ya kwamba kama Elia asingeenda kwa yule mama mjane, unaweza ukafikiri kwa akili ya kawaida unasema angekufa. Hapana. Mungu aliona yule mama mjane asingeweza kuishi kwenye kipindi kile bila upako. Asingeweza kuishi kwenye kipindi kile bila upako. Wajane kwenye ile nchi walikuwa wengi, lakini kwa nini Mungu alimtuma Elia kwa yule mjane? Kwa nini hakusema wajane wakusanyane wakae Sarepta? Au kwa nini hakumwambia Elia, tangaza tangazo, wajane wote wakusanyike eneo moja, alafu takaa nao? Akachagua mama mmoja mjane ambaye ndiko akamtuma Elia aende akakae kwenye ule mji. Haleluya, haleluya. Ni hivi, kuna ofa yako ya wewe kunyanyuka. Achana na kutumia neno wingi. Kuna ofa yako ya wewe kuamka, ya wewe kuongezeka, ya wewe kuzidishwa, ya wewe kustawi. Hata kama mmezaliwa mapacha, lakini kila mtu ana bahati yake na kila mtu ana baraka yake. Hata kama mmezaliwa familia moja, lakini kila mtu ana misheni za kimungu ambazo Mungu amepanga zitimilizwe juu yake. Kwa hili si swala la injili inamfuata nani. Injili inakufuata wewe unayesikia sauti hii. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukifuata pia kwenye kipindi cha Yesu anaponya Bartholomayo, vipofu walikuwa wengi, lakini kwa nini alimponya kipofu mmoja? Kwa sababu Mungu anaweza kufanya ofa. Wanaofanya maombi ya kubarikiwa, ya kuomba baraka kwa Mungu wako wengi, lakini kwa nini wanabarikiwa wachache? Inamaanisha Mungu anavyopitisha kiwango cha baraka, anaangalia mtu mwenye kiu ya kubarikiwa na anayeamini baraka zinazotoka patakatifu pa Mungu. Lakini pia anawabariki watu waliowekewa alama ya utakatifu, au anawabariki watu waliosogezwa karibu. Kwenye kitabu cha Zakaria 3 na mstari wa 7 tukasema hivi, Mungu akasema, nitakuweka karibu kati yao wasimamao karibu. Nitakuweka karibu kati yao wasimamao karibu. Inamaanisha wako watu ambao
wanakaa karibu na Mungu. Wako watu ambao wanasikiliza maelekezo ya Mungu. Wako watu ambao wanatembea na Mungu. Kuna utofauti wa kutembea na mtumishi na kuna utofauti wa kutembea na Mungu. Utofauti wa kutembea na Mungu, wewe ni mtu ambaye moja kwa moja uko kwenye ngazi kuu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna maombi mengine ukiyatafuta kwa mtumishi hautayapata, ila kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu utayapata. Kwa nini? Hata watumishi na wao kuna mazingira wanaweza wakawa na hila na wewe, lakini Mungu akiamua kukubariki anakubariki totally. Hakubariki nusu nusu, anakubariki jumla. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama unadhani ni utani, nenda kafanya utafiti huu. Nenda kanisa lolote ambalo wewe unaliamini. Mwambie Bwana amenituma. Mwambie Bwana amenituma. Kwa wale waliozoea kudanganya, Bwana amenituma. Nitakuwa kiongozi, au nimeota ndoto nitakuwa kiongozi mkuu wa kanisa hili. Haleluya, haleluya. Afu mwambie mtumishi, ninaomba uniombee maombi haya yatimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utagundua ya kwamba hata kama ni kweli hayo maono Mungu au hiyo ndoto Mungu amekuonyesha, lakini ukisema tu utakuwa umeinua vita. Na kwa nini utakuwa umeinua vita? Kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kuondoka kwenye kiti chake cha utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ofa zingine Mungu hazungumzi na mtumishi, anataka azungumze na wewe. Kuna ofa zingine Mungu hataki apitie kwa manabii, anataka azungumze na wewe moja kwa moja. Haleluya. Ndio maana Mungu anapokuja mbele yako, anapokuletea ujumbe, anataka wewe kwanza ndio usikilize, na ukisikiliza upate kuelewa kwamba huu ni wakati wa kuinuka. Moyo wako na chemichemi zako ziinuke, kiwango cha bidii yako kiinuke. Inamaanisha akisema huu ni wakati wa kustawi, si wakati wa kulala, ni wakati wa kuongeza bidii. Kiwango cha bidii ya kuomba, kiwango cha bidii ya kazi, kiwango cha bidii ya utoaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome kidogo kwenye kitabu cha Luka. Luka 4 mstari wa 25. Luka 4 mstari wa 25. Asema, lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elia, zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Haleluya. Ni kweli panaweza pakawepo wagonjwa kwenye mji unaokaa. Ni kweli panaweza kawepo masikini kwenye mji unaokaa. Ni kweli panaweza pakawepo watu wa hali ngumu kama wewe mahali ulipoanzisha biashara yako. Lakini inapopita ofa ya ulimwengu wa roho, inapopita kwako, usisukumie kwa mwenzio. Yamkini unapokuwa unaisikiliza injili, unasema injili hii ni ya fulani, au injili hii inamuhusu fulani, au injili hii hainihusu mimi. Na unapokuwa unasikia maombi unasema saizi sio wakati wa kusikiliza maombi, kwanza ni wakati wa kufanya biashara. Haleluya, haleluya. Lakini Biblia iko wazi, nasema
Palikuwa na wajane wengi huko Sarepta, lakini Mungu hakumtuma Elia kwa mmoja wa wajane, alimtuma kwa mjane huyo mmoja wa Sarepta. Alimtuma kwa mjane mmoja huyo wa Sarepta. Inamaanisha pamoja na kuwa na wingi wa wajane, lakini Elia hakutumwa kwa wajane wote. Haijalishi wale wajane waliishije kwa njaa. Ni hivi, Mungu anapokuwa amekutarget wewe, anakupa ofa ya kupendelewa, anakupa ofa. Milango ya emergency huwa inafunguka kwa mtu, wala hatumii nguvu, wala hatumii bidii kwenye kufanikisha mambo yake. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Lakini pia anasema palikuwa na wenye ukoma katika nchi ya Israeli, walikuwa wengi. Lakini kwenye kipindi cha Elisha, Naamani peke yake ndiye aliyetakaswa. Ni hivi, kwenye mtaa unaokaa au kwenye mitandao unayoangalia au sehemu unakosikiliza, wako wengi wanaohubiri au wako wengi wanaoomba kwenye ombi hilo wanaoomba. Lakini ofa ya Mungu ikipita ya nyakati, uwe na uhakika Mungu atakutendea kwenye viwango ambavyo haujawahi kuona. Si swala la kwamba umesikiliza mahubiri miaka mingi. Ni swala la kwamba ofa ya Mungu imekufikia. Ofa ya Mungu imekufikia. Wanaokwenda hospitali ni wengi, lakini pia wanaorudi wakiwa hai ni wachache, lakini pia wanaorudi wakiwa wameponywa ni wachache. Kwa inamaanisha ni favor. Kama kuna mahali umetoka mzima, wewe ni favor. Bwana Yesu iwe sana. Haleluya, haleluya. Hakuna naye safiri akafikiria kupata ajali, lakini ni wangapi ambao wanasafiri wanapata ajali, na wengine wanakufa kabisa wakiwa hawajatoa siri zao za familia, kwamba walikuwa wameficha kiasi gani benki. Kuna wengine waliweka siri wakasema sitasema wala sitaiambia familia nina kiwango gani cha uchumi. Huwa unafahamu kwenye dunia hii tunapita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini hivi, ofa ya Kristo ni ofa sahihi kuliko ofa yoyote ya mwanadamu. Lakini ofa hii inakwenda kwa watu ambao wako tayari kupokea maelekezo ya nyakati. Kupokea maelekezo ya nyakati. Na maelekezo ya nyakati yanakuja kwenye nyakati ambazo Mungu amezipanga. Kama dunia ambavyo inakwenda kwa maelekezo ni hivi. Mwaka huu wanaweza kusema mvua itanyesha kwa kiwango hichi. Lakini pia katika ulimwengu wa roho huwa kuna maelekezo yake. Bwana Yesu sana. Na haya maelekezo huwa yanakwenda kwa wale waliopewa alama. Waliopewa alama ya damu ya mwana kondoo, waliowekewa alama. Maelekezo ya namna gani nchi inakwenda au namna gani dunia inaenda, wanapewa waliopewa alama. Kwa mfano kwenye kipindi cha Nuhu alipewa maelekezo ya namna kwamba nchi imefikia pabaya, inatakiwa tengeneze safina. Alipewa maelekezo. Lakini anapojaribu kuyahamisha yale maelekezo kuwapa watu wengine, hawa watu wanakuwa wazito, wanakuwa wagumu kuelewa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini pia tunaona kwenye kitabu cha Ufunuo 7, tunaona waliowekewa alama. Biblia inasema malaika anapopita kufanya vurugu au kuleta mabaya kwenye zile nyakati, hao waliowekewa alama hawatazurika. Inamaanisha kuna ofa ambayo wanakuwa umeipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine kwenye biashara zao hawajakutana na ofa, wanakutana na mikosi. Na right, kama wangekutana na ofa ya Roho Mtakatifu, ile ofa ingewafavor. Yamkini kwenye mzigo ambao unakwenda kujumua, lakini Mungu anakuambia ule usiende kuchukua. Vipi, umesikia maelekezo kwenye ulimwengu wa roho au haujasikia, unafanya kama jana? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu,
kwenye mkoa ninaokaa wako wengi wanaoomba kama mimi, lakini nifanyie ofa. Maombi yangu yajibiwe kwa haraka. Naomba nifanyie ofa, nifanyie ofa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ibada hii ya Amka Anza na Kristo, utamwambia Mungu, nifanyie ofa. Niwekee alama halafu nifanyie ofa. Niwekee alama na unifanyie ofa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yoyote ambaye anaweza kuamini kwenye majira yanayotakiwa, yaani hivi kwenye zile ofa zinazopita, zinapita kwa ajili ya wanaoamini, hazipiti kwa watu wote. Ni hivi, hata kama nchi ikapita kwenye ugumu wa namna zote, au ikapita kwenye majonzi ya namna zote, watu wanaopewa ofa hawatatembea pagumu, watatembea paraini. Ni hivi, tufanye hivi. Bwana Yesu wewe sana. Tuchukue watu wawili wamzungumzie Farao. Tumchukue Yusufu, alafu tumchukue na Musa. Tumwambie Musa, hebu anza kutoa hadithi ya Farao. Farao ni mtu wa namna gani? Yamkini Musa atamwadisia Farao kwenye upande wa ubaya, kwamba Farao ni mtu mgumu, Farao ni mtu mzito, Farao ni mtu ambaye hasikii yoyote, Farao ni mtu katiri, Farao ni mtu anayeletaga mabaya. Haleluya, haleluya. Wakati huo tugeuke tumuulize Yusufu, vipi Farao namzungumziaje? Utagundua ya kwamba Farao Yusufu atamzungumzia Farao vizuri. Atamwambia Farao, Farao ni kwa kweli, Farao alipojua habari zangu, Farao alikuwa mwepesi kunisikia. Farao ndiye aliyefanya nikapata cheo, nikapata kupumua, nikaondoka kwenye mabaya, nikaondoka kwenye rana, nikaondoka kwenye mikosi. Nataka nisemeje? Nasema ni hivi, ofa huwa inakuja kwenye nyakati. Kwenye wakati ambao Yusufu hakusaminiwa, ofa inapotokea haikutokea kwa sababu anajua kuomba. Ilitokea kwa sababu ni wakati wake wa ofa umefika. Unamwambia Mungu, wakati wangu wa ofa, wakati wangu wa ofa, naomba ukomandi wakati wangu wa ofa, unijirie, unifuate na kunipata. Haleluya, haleluya. Omba nasi sasa, omba nasi. Omba nasi, mwambie Mungu, niko hapa. Niko hapa. Yamkini nimeomba mara nyingi, lakini ofa yako inipitie. Wako wengi wanaoomba kama mimi kwenye mji huu, wako wengi wanaoomba kama mimi kwenye kanisa hili, wako wengi wanaoomba kama mimi kwenye dini hii inayosali Pentecost, Holiness, KKT, Moravian na dini zingine zote, wako wengi wanaoomba kama mimi. Lakini nimekuja, ofa yako initembelee kama yule mama wa Sarepta. Umuoni yule mama wa Sarepta anamtafuta Elia? Unamwona Mungu anamtafuta mama wa Sarepta ampelekee msaada kwenye wakati ambao hawezi. Unamwona Namani anapokea neema ya kutakaswa, hata kama kuna wagonjwa wengi wenye ukoma kwenye huo mji, lakini Namani anapokea ofa ya kutakaswa. Inamaanisha kuna ofa ya Mungu kufungua malango kwenye malango yako, ni ofa. Hata kama mko marafiki 5, 6, 7, hamuinukagi wote kwa pamoja, kila mmoja ananyanyuka kwa ofa. Kwa nini wewe uko pale pale haunyanyuki? Inamaanisha kuna mazingira ofa yako bado ilikuwa haijakomandiwa kufika. Mwambie Mungu, iruhusu ofa yako ije kwenye ibada hii, kwenye ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Ruhusu ofa, ruhusu ofa, 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 ofa. Kama biashara yangu haikuagi, ruhusu ofa uikuze. Ruhusu ofa, ruhusu ofa. Kama ndoa yangu inasumbua, ruhusu ofa ya mimi na mimi pia kustareheshwa. Kama maisha yangu ni magumu, ruhusu sasa wepesi. Mizunguko yote ya fedha ianze, mizunguko yote ya fedha ambazo napata kwa ugumu nianze kupata kwa wepesi. Biashara zangu zianze kufunguka, milango ya emergency ifunguke kwa ajili yangu. Haleluya, haleluya. Mwambie Yesu, niko hapa. Mwambie Yesu, niko hapa. Mwambie Yesu, niko hapa.
Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu kwenye nyakati na majira. Niko tayari kusikia maelekezo. Nifanye nini ili nistawi? Nifanye nini ili niongezeke? Nifanye nini ili nistareheshwe, nikalishwe mbali na mabaya? Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu niko hapa. Omba pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye neema, utendaye matendo makuu. Wako wengi wanaoomba kama mimi, wako wengi wanaofunga kama mimi, lakini mimi nimekuja kwako Bwana. Rehema zako, rehema zako, rehema zako, rehema zako, rehema zako, rehema zako Yesu. Wako wengi, wako wengi, wako wengi, wako wengi, wako wengi wanaohitaji msaada kama mimi, wako wengi, lakini ofa yako kama ilivyoenda kwa yule mama wa Sarepta, ofa yako kama ilivyokwenda kwa Naamani, ofa yako kama ilivyokwenda kwa mama mjane, ofa yako kama ilivyokwenda kwa wagonjwa wale, ofa yako kama ilivyokwenda kwa yule ambaye alikuwa nasubiri achovye birikani, kama ilivyokwenda katika jina la Yesu. Ofa yako initembelee, ofa yako initembelee, ofa yako initembelee katika jina la Yesu. Nasema ofa yako, nasema ofa yako, nasema ofa yako katika jina la Yesu. Nasema ofa, nasema ofa, nasema ofa, nasema ofa, nasema ofa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iruhusu ofa ya kuinuka, ruhusu ofa ya kuongezeka, ruhusu ofa ya kuponywa. Wako wengi ambao wako hospitalini Bwana, ruhusu ofa ya kuponywa. Watu waliopewa nafasi ya kuponywa majira kama haya, watu waliopewa nafasi ya kuinuka majira kama haya, Baba, katika jina la Yesu, nasema katika jina la Yesu, naliagiza neno hili, naliagiza neno la uweza, naliagiza neno la moto katika jina la Yesu, naliagiza neno la uzima katika jina la Yesu. Naliagiza neno, 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 naliagiza neno. Nenda kwa baba yule, nenda kwa mama yule, nenda kwa binti yule, nenda kwa kijana yule katika jina la Yesu. Naliagiza neno, neno la uzima, neno la kuponywa, neno la kufunguliwa katika jina la Yesu. Naliagiza neno, naliagiza neno, naliagiza neno, neno la uponyaji katika jina la Yesu. Naliagiza neno, nenda kafanya ofa, nenda kafanya ofa, nenda kafanya ofa. Ukifungua milango, ukifungua baraka, ukifungua neema, ukifungua wepesi, nenda kafanya ofa katika jina la Yesu. Kafanya ofa Bwana, kafanya ofa Bwana, kafanya ofa Bwana, kafanya ofa Bwana, kafanya ofa Bwana. Yamkini dada yule anahitaji kuponywa, yamkini dada yule anahitaji kufunguliwa, yamkini dada yule anahitaji mume, yamkini dada yule anapita pagumu, lakini katika jina la Yesu nasema peleka msaada katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Peleka msaada kama ulivyopeleka kwa yule mama wa Sarepta, peleka msaada kama ulivyopeleka kwa mama kwa Samaria katika jina la Yesu. Peleka msaada kama ulivyopeleka kwa Bartholomayo, peleka msaada kama ulivyopeleka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Walioshindwa kwenye mtaa wao ni wengi, lakini saa hii peleka msaada juu ya mama yule, peleka msaada juu ya binti yule. Mwingine yuko shuleni Bwana, mwingine yuko chuo, wengine wako kazini Baba, katika Yesu. Wengine wamekumbwa na kesi nzito Baba, katika Yesu. Yamkini wanasheria wao hawaeleweki, lakini Baba, nimekuja mbele za uso wako, nasema peleka msaada katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza tangazo kwenye ulimwengu wa roho, ninatangaza tangazo, wanatangaza tangazo, ninatangaza tangazo. Roho ya uzima na afya
Natangaza tangazo, natangaza tangazo, roho ya kufunguliwa, natangaza tangazo, roho ya kuongezeka, natangaza tangazo, roho ya kustawi, natangaza tangazo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila aina ya ngome, kila aina ya uganga, kila aina ya uchawi, kila aina ya miungu, kila aina ya majoka, katika jina la Yesu, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, neno la uweza linakwenda mashariki, linakwenda magharibi, linakwenda kaskazini. Peleka ofa, peleka ofa, peleka ofa, peleka ofa kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu ofa yangu, mwambie Mungu ofa, mwambie Mungu ofa, mwambie Mungu ofa, mwambie Mungu ofa, mwambie Mungu ofa. Nipendelee Bwana, mwambie Mungu nipendelee. Kati ya watu utakao wapendelea, nipendelee na mimi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Omba, 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 mwambie Mungu nipendelee na mimi kwenye haja zangu zote, nipendelee na mimi kwenye nyakati zangu zote, nipendelee na mimi kwa jina la Yesu. Ungana nasi katika ibada ya Amka Anza na Kristo, Jumatatu, Alhamisi na Jumapili saa 11 kamili mpaka saa 12, na neema ya Mungu iwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Sote tunaimba haleluya, na sote tunaimba haleluya, asifiwe Mwokozi. Naimba damu, damu ya Yesu, damu, bila wewe hatuwezi. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, husika sasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.